Na kukaribisha ndugu mtazamaji na msikilizaji ambaye unakwenda kutupata popote pale ulipo. Matumaini yangu ya kuwa kabisa wewe ni mzima. Kwa majina naitwa Bernard Monepelelo, ukitaka kuniita Bernard utakuwa bado hujakosea. Kwa mara nyingine tena kabisa katika channel yako pendwa ya Asake Express. Asake Express ndugu mtazamaji ni kampuni inayosafirisha mizigo kutoka Marekani na Canada na kuifikisha katika nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Tanzania, Burundi, Kongo, na hivyo ni mizigo inayoletwa na wateja wetu na watu mbalimbali ambao wanapatikana huko Marekani na Canada. Ndugu mtazamaji, siku ya leo tunaongelea katika nchi ya Burundi moja kwa moja kabisa. Kama gisi unavyoona kwenye runinga yako hapo, ni mizigo iliyotoka Marekani na kusafirishwa kabisa moja kwa moja katika nchi hizo tatu nilizozitaja hapo za Kongo, Burundi na Tanzania. Ni ile tu system. Ukiwa na ndugu yako kutoka Marekani unaweza ukampigia simu na akakuletea mzigo kabisa wote. Kama gisi unavyoona hapo kuna vitu vinavyoandikwa vinavyoorozeshwa hapo moja kwa moja. So ni mizigo iliyotumwa tu na wandugu. Kwa hiyo kama naona una haja ya kutumiwa mizigo yoyote ile, gari, nyumba, baiskeli, vitu mbalimbali, kwa hiyo unaweza kumpigia ndugu yako simu na akakusukumia kabisa moja kwa moja kama kawaida. Lakini ndugu mtazamaji, tutakwenda kumsikiliza pia kiongozi namba moja kabisa wa kampuni hii, maana yeye ndo mwanzilishi kabisa wa kampuni hii ya Asake Express. Mimi ninayeongea, mimi nasimamia kampuni hii ya Asake Express maeneo ya Fizi, Baraka, ambako tuna ofisi yetu ambayo inaendelea kufanya kazi hapo. Lakini pia tuna ofisi Nundu, ni hivyo tunaendelea kuifuatilia moja kwa moja. Na tuna ofisi Uvira, tuna ofisi Bukavu na tuna ofisi Burundi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, utakaposikia sauti hii ujue kuwa mimi ni moja kati ya wafanyakazi wa kampuni ya Asake Express ambayo tunaendelea kupeperusha. Pia tena mimi ni msisimuaji wa kampuni hiyo, pia mtangazaji wa kampuni hiyo kama gisi mnavyonisikia siku ya leo. Nilipenda tuwaambie kwa wale ambao wametuma mizigo yao kwa ndugu yao watulie, bado mizigo inaendelea vizuri, imefika na imekaguliwa. Hii tunataka tuzungumzie zaidi kiundani. Hii mizigo hapa gisi mnavyoona sio katika ofisi ya kampuni ya Asake Express Burundi. Hapa tunapopatikana ni Gitega na ni umbali kabisa wa kilomita 120 kutoka Bujumbura kuingia Gitega. Na hivyo tumekuja kwa sababu ya kuhesabu mizigo ambayo inapatikana humu ndani, ilikuwa ni ngapi na ni vitu gani vimekuja. Kwa hiyo kama gesi unavyoona hapo wanafungua vitu box baada ya box. Kwa hiyo unaweza kujiuliza mzigo wako umeutuma vizuri, lakini umekaguliwa, yani umefunguliwa kwanza ili waangalie mle ndani umeweka vitu gani, so visije vikaleta madhara. Hii ni serikali ya Burundi ndo imehamuru hivyo ndugu mtazamaji. Kwa hiyo labda unaweza kujiuliza ilikuwaje, kwa nini mmefanya hivi, kwa nini mchukue hiyo jukumu la kwanza kufungua mizigo yetu. Sisi hatutaki mizigo yetu, hii sio Kongo, hii ni Burundi. Kwa hiyo Kongo inakuwa ile tu kwenda kupakua moja kwa moja na vinaingia kwenye ofisi yetu kama kawaida. So serikali inafunga kama kawaida alafu tunasubiri kulipa. Lakini hii sio hivyo huko Burundi. Burundi lazima wakague mzigo baada ya mzigo, waangalie mle ndani umeweka vitu gani, labda kuna vitu ambavyo havistahili kuwa na kuruhusiwa kuingia katika nchi ya Burundi, mambo kama na hayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikenda kufanywa hapo na serikali ya Burundi. Kama unavyoona huyo hapo hivyo ni kiongozi ambaye amewekwa hapo kwa sababu ya kwenda na hesabu vitu vyote na anaviandika. Alafu wanatoa sasa idadi ya pesa ambazo tutakazolipa kama kawaida. Kwa hiyo ni hivyo, usijihisi vibaya kuwa mzigo wako umefunguliwa ndo unaanza kulalamika sana. Hapana, hii tulitaka tukujulishe mbele ya wakati kuwa mizigo imefunguliwa yote. Hakuna mzigo uliokosa kufunguliwa, mizigo yote imefunguliwa. Lakini pia tumeshukuru Mungu kwa sababu mizigo yote imeingia tena katika container na imefungwa vizuri bila shida. Alafu safari itakuwa sasa ni kuelekea mjini huko Bujumbura, ndiko kunapatikana ofisi yetu ambako tutakwenda kupakulia sasa mizigo hiyo rasmi na kama kawaida. So labda nikualike tu moja kwa moja kumsikiliza kiongozi wakati nilikuwa nafanya naye mahojiano kufuatana na hali ya mizigo gesi ilivyoingia, container iliingiaje, madhara, vitu kama hivyo. Lakini pia baada ya hapo mimi nitakuwa sina la ziada kwa sababu nitakuwa
nimefika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Mengi yanaye yeye kiongozi wa kampuni ya Asake Express. Karibu sana ndugu mtazamaji wa Asake Express, mara nyingine tena kwenye channel yetu moja kwa moja hapa ndugu mtazamaji, tukiwa katika nchi ya Burundi. Na mbele ya runinga hapo gisi unavyomuona ni mkurugenzi na mwanzilishi kabisa wa kampuni ya Asake Express. Kampuni hiyo ambayo inakwenda kusafirisha mizigo kutoka Marekani na Kanada, na hivi inakuwa moja kwa moja kujiandaa kuingia katika nchi ya Australia. Labda kwa kujitambulisha kwa mara nyingine wasio kufahamu, unaitwa nani? Unaitwa nani? Mimi ni Bwana Dunia kwa jina maarufu Dododi. Kwa mara nyingine tena tunaona kabisa nyuma yako kuna vitu kemkem. Labda unaweza kuwa na historia gani kufuatana na jambo hili katika nchi ya Burundi? Sasa hivi tunapakulia container upande wa Burundi. Tumetoa ofisi yetu kubwa kuvuta Uvira, kurudisha ofisi kwa upande wa Bujumbura kulingana na hali ya Kongo kisasa. Tuliona cha maana ni kusema kwa tutumikie nchi jirani. Yote ni nchi zetu, tutakuwa tunapasha mizigo naenda pale na turudia hapa, itakuwa ni rahisi sana kuliko kutumikia sehemu ambapo mizigo yenu itakuwa haina sehemu nzuri ya kukaa au haina garantia kusema itaamka kesho. Lakini kwa tukitumikia Burundi, Bujumbura, mizigo tutakuwa na garantia kuamka kesho, na kwa hiyo watu watachukua mizigo yao kwa ukimya sana, kwa polepole. Tumelipia stock kwa miezi mitatu na tutalipa miezi mitatu mingine italingana na hali ya nyumbani tutachukua. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunapakulia mji wa Gitega, unavyoona hapa kwa Gitega, kwa entrepreneur Gitega ndio tulikuja kufanya mambo ya douane kukutana na serikali ya Burundi. Lakini kuna mambo mengi ambayo tutakwenda kuongea, lakini mojawapo ya kwanza kabisa ni hapo uliposema kuwa watu watakwenda kupata mizigo yao. Hapa tunasoma kuna mizigo ya kwenda Tanzania, kuna mizigo ya kwenda Kongo pia, na tuna mizigo pia ya kwenda inayoishia hapa. Sijui unaweza kuambia nini wale watazamaji na wanaopata mizigo yao? Unaweza kuambia nini kwa lengo hilo kupata mizigo yao? Tunafikiria kwamba tunakwenda tunasaisha kazi. Tukiangalia Bujumbura inakuwa ni katikati ya Kongo, Burundi, Rwanda na wapi na Tanzania. Yeah. Hiyo itakuwa ni rahisi sana sisi kupeleka vitu vya Tanzania, itakuwa ni rahisi sana sisi kupeleka vitu vya Kongo patakapokuwa usalama. Inategemea usalama huko sehemu na ndio tutapeleka vitu. Na tuangalie kufuatana na jambo hapa, tukiangalia kuna watu wanakagua. Jambo la kukagua hapo ndo tutakwenda kuwekea kina, uambie watu kufuatana na jambo, maana mizigo haijafika destination ya mizigo kwa sehemu inapokwenda. Bado inakaguliwa Gitega na serikali ya Burundi. Bado haijafika sehemu. Unaweza kuambia nini? Maana watu wanaweza kuwa na wasiwasi pia. Ndio, wasiwe na wasiwasi ya kwamba hii ni serikali, hii sehemu iko safe, iko sehemu ambako security, hakuna kuiba kitu chako, hakuna kufungua. Lakini serikali yenyewe ya Tanzania ya Burundi ina uhakika kutuambia tufungue hiki na tusifungue hiki. Serikali yoyote ile ina uhakika kusema hicho. Wakisema wakitarget mzigo wako, wanasema tufungue mzigo wako, tutafungua mzigo wako mpaka waone ndani kuna nini. Kama wajotarget mzigo wako basi bati yako. Lakini mizigo inafungwa na inarudi kwenye container, iko safe. Na tuzungumzie kufuatana na wale ambao wapo Kongo na wanahitaji kuja kuchukua mizigo yao, itakuwaje katika nchi ya Burundi? Okay, wanakuja Burundi, wanaingia kama kawaida, tunawalipia sisi na wanapeleka mizigo yao Kongo. Mambo ya nania ushuru wa Kongo pale sisi tutaongea wenye magari ambao wanapeleka mizigo pale, na itakuwa ni urahisi tu, kutakuwa kigumu. Goma, Bukavu nimeiona mizigo iko hapa. Itakuwaje kwa watu ambao bado hawana njia? Itakuwaje kwa watu ambao tunasimamisha mizigo ile ikaa Bujumbura mpaka tutakapopata unafuu na njia itakapotakata huko ndio tutajua kupeleka, lakini mizigo inakaa Bujumbura. Na kuna mpango ambao tulikwenda kusoma kwenye mitandao ya kijamii kuwa labda hivi karibuni watu wa Australia pia wanaweza kuwa na bahati ya kuanza kusafirisha mizigo na kampuni ya Asake Express. Inakuwaje hii? Ndio, tunafikiria kutuma Thomas Australia pale kwenda kufungua kampuni pale na kwenda kuangalia cha kufanya kulingana na mambo ya Australia. Lakini tunajua kwamba mwaka huu tutapata jibu. Na kwa kumalizia, labda unaweza kuambia watazamaji nini kufuatana na jambo ambalo linaendelea kutokea kwenye kampuni ya Asake Express, kwa mfano magumu nini, mambo mengine? Jambo muhimu ambacho mtaona sasa hivi, ukiona kule kuna wakaguzi wa serikali na wanahitaji sana tupate vigezo ya vitu ambavyo viko ndani. Kwa hiyo tutakuwa tunageuza mtindo, utakapofunga box lako ufunge kuna detail nini ndani ambacho kiko ndani. Hicho kitakuwa kitu muhimu sana, kitoroshie sisi wakati tunatia kwenye packing list. Tuko na packing list ya uhakika, tunapeleka nini na tutarahisisha upande wote. Kwa hiyo tunaingia nchi nyingine ambayo tunapakulia ambayo haitakote 100. Kwa hiyo tunapaswa tutaji kabisa ndani kunaingia nini hapo ndani. Burundi tunapatikana sehemu gani? Burundi tuko upande wa Kajaga, utakapofuka kilalo cha kwanza kutoka kwenye nini beach ambayo inaitwa Uzuri Beach. Ukivuka pale, angalia mkono wa kulia, utaona kuna nyumba kubwa nyeupe
ambayo ni ya depo, ambayo ndani wanafanya service ya kupokea watu kama mandoa na vitu vinginevyo, utatukuta tuko pale. Lakini kwa kawaida tutatia kabisa address kamili, kwa sababu yuko muruti ya kwenda Uvira. Route Uvira upande wa Kajaga, uvuka Uzuri Beach, ukielekea upande wa Katumba, angalia mkono wa kulia utaona nyumba nyeupe kubwa iko hapo, na Asake Express inapatikana hapo. Makao makuu ya Asake Express pia ina namba, labda watu wangetaka kukutafuta kupitia namba. Namba yangu kama mnavyojua, kama unaishi nje ya Kongo au nje ya Marekani, tafadhali nipitia +1 au +1 au 716-348-2561. 716-348-2561. 716-348-2561. Ukitia please kama unaishi nje ya Marekani utanipata, au tafuta kwenye namba ambazo ziko kwenye group, utafuta maadmin wote wa group watakwambia utanipata namna gani. Labda tukutakie kazi njema na kila laheri, na karibu sana kwenye TV ya Asake Express. Asante bwana mwandishi wa habari.